Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari ya jioni. Natumai mko vizuri, mko poa, mnaendelea vizuri kwa jumla. Namshukuru Mungu kwa neema yake ya uhai na afya kwa sisi sote na tuwezesha kuweza kukutana tena katika mwendelezo darasa. Leo nimeona nizungumzie kuhusu vidonda tumbo. Vidonda tumbo vimekuwa ni janga navyo. Watu wanaugua, watu wanateseka mpaka wengine afikie hatua mbaya na kuwa kansa ya utumbo. Vidonda tumbo vikikomaa, vikipea, vinapelekea kuwa mtu kupata kansa ya utumbo. Chukua hatua mapema, vitibu haraka iwezekanavyo upone. Vidonda tumbo vina dawa nyingi sana. Wengi wanatumia dawa nyingi sana, lakini wengine zimewasaidia, wengine hazijawasaidia. Na hapo awali tulikuwa tunashughulika na ile gesi. Dawa za kutoa gesi. Nasikia alhamdulillah nafuu siku 3, nafuu moja wiki 2, hali inarudia tena. Kumbe vidonda tumbo kuna kisababishi. Yupo anasababisha vidonda tumbo, yupo naye ni mdudu ambaye jina lake si mwingine bali ni Helicobacter pylori. Huyu mnamwona hapa. Huyo ndio Helicobacter pylori. Na hivyo ndivyo umbo lake lilivyo. Huyo bwana mnamwona hapa, huyo ni hatari sana. Huyo ndio anasababisha vidonda vya tumbo. Na bwana, kuna mazingira ambayo sisi wenyewe tunamtengenezea ya kufanya aweze kushamiri tumboni. Mazingira ya asidi. Kula vitu vichachu sana, vichachu. Mtu kula bila kachumbari, fanya ndimu nyingi. Pilipili kibao, anaona bado hajala. Kumbe pilipili na kemikali ya joto. Hivyo inakuangua ukuta tumbo. Tumboni kuna ulinzi wa tumbo kama utelezi. Tunasema kama makamasi, tuseme kama matemate fulani, yani hali ya utelezi. Mbalenda fulani ambayo inalinda tumbo dhidi ya michukwaruzo, michuboko. Sasa pilipili inakwenda kutoa ule malenda yale. Na hivyo ukuta tumbo pale sehemu iliyotolewa inakuwa uko wazi. Na hivyo kuchubuka. Na kuchubuka tayari umetengeneza kidonda. Sasa bakteria pata nafasi hiyo, wanashambulia pale na kusababisha kidonda. Na sasa unapokula mandimu kwa wingi, yani uli bila chachu kwa wingi nini, basi unampa mazingira rafiki ubana kuzaliana, na hivyo kuwa wengi na kushambulia. Mazingira ya kuishi huyu Helicobacter pylori ni mazingira ya asidi. Yani hapo unakumpa nguvu sana. Chukua tahadhari ndugu yangu, vidonda tumbo. Ukiwa na tumbo linakuuma sana, linachemka, unakuwa na gesi, unasikia kizunguzungu, unasikia kichefu, choo kigumu, choo cha damu, kujua kuwa mwenye hasira sana. Hata wakati mwingine unasikia kama pressure, pigwa moyo na mbio, wakati mwingine tumbo linauma, kuna pressure. Hizo ni baadhi ya dalili za vidonda vya tumbo. Na hasa mwingine kishafikia hatua kubwa, anapata choo chini damu au anatapika. Na matapisha yanakuwa damu. Ukiwa ujala unasikia njaa sana. Na hata ukila baada ndo unasikia njaa tena. Na kuna mwingine vinamnyima hamu ya kula, anakosa hamu ya kula. Ndugu yangu, kwa hivyo kapime haraka sana, uthibitishe ni nini kinachokusumbua. Na kibanika vidonda tumbo, basi anza dozi mara moja. Kama wewe umetumia dawa mara nyingi, umeteseka sana vidonda tumbo na hujapona, jitafute. Vidonda tumbo vinatibika. Vidonda tumbo vinatibika. Mababu zetu wametuachia dawa. Babu zetu wametuonyesha miti. Tumefundishwa na babu zetu miti mbalimbali, miti pori. Achana hizo mziwaziwa, hizi ndawa za kutuliza tu hizi, za kutoa gesi. Kuna dawa, kuna miti yenye nguvu ambayo ni powerful, ina nguvu ya kuweza kumwangamiza huyu kiumbe, huyu Helicobacter pylori. Mara moja anakufa, vidonda vinapona na mtu anarudi kwa afya yake kama kawaida. Sababu si mdudu pole, anahitaji miti yenye nguvu kuweza kumwangamiza. Kwa hiyo miti ipo, ni miti pori. Tumefundishwa majani, mizizi, magome. Nasi imetusaidia. Nina shuhuda wengi wamepona vidonda tumbo kupitia dawa hiyo
nayokuelezeni. Kwa kama wewe una shida ya matumbo, dawa umetumia, umeenda hospitali, umetibiwa, umekwenda wapi na wapi, hujapona, basi namba zangu napita hapo chini. Madonda ya tumbo yanatibika, nipigie kwa namba zangu napita hapo chini, tufanye utaratibu wa tiba yako. Namba zangu kama napita hapo chini, alama kujumlisha 255 255 744 360 575. Wa ila liqai wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.